Sasa tunafufua factory zingine 4 ikiwemo ya Nzoia, ikiwemo Chemelil, Muhoroni, Soni. Same formula ya Mumias ndio tunatumia because we want to make sugarcane farming profitable again, empower communities na kuongeza pesa kwa mifuko ya wananchi wa mashinani. That is our agenda as Kenya Kwanza, and we mean business. Watu wengi hawaelewi, but we mean business and we will do it. We've done it for sugarcane, we've done it for coffee in the coffee growing areas, we are doing it for tea, we are doing it for milk, we are doing it for edible oils, we are doing it for cotton, we will do it for nuts, including the nuts growing areas in the coast. We will transform agricultural value chains, make them profitable, because agricultural value chains and blue economy, mambo ya bahari hapa Lake Victoria na Indian Ocean, wananchi wengi almost 80% wanatoa riziki yao ya kila siku aidha kwa ukulima, kwa ufugaji ama uvuvi. Kweli si kweli? Si hao wananchi wengi hapo ndio wanapata mapato yao, aidha ni mkulima, aidha ni biashara ndogo ndogo, ama ni mvuvi, ama ni mfugaji wa ng'ombe. So we mean business and we are on course. We are on course. Tulitatizika kidogo mwaka ya kwanza ya pili kwa sababu vile uchumi ulikuwa, gharama ya maisha ilikuwa juu, tulikuwa tunajaribu kupunguza bei ya unga kidogo, imepungua. Bei ya petroli imepungua kiasi by 43 shillings in 2 years. Bei ya unga imepungua by 100 shillings in 2 years. Shilingi ya Kenya imepata nguvu kidogo. Ile ilikuwa inauzwa 167 shillings, unanunua dola moja, sasa ni 127, 128 shillings for $1. Hiyo mambo yote ni ya kupunguza gharama, mzigo wa gharama kwa wananchi wa kawaida. Sasa ni kukuza kilimo ya miwa, kilimo ya vile mimea ingine, na kuleta viwanda kama kiwanda hiki ambacho tunataka ikamilishe chini ya mwaka mmoja na kianze kufanya kazi. Hiyo ndio agenda yetu. And we are very focused. Hatutaki siasa ya mapema, hatutaki siasa ya kuchochea wananchi. Kila kiongozi ashindane mashindano ya kuleta maendeleo. MCA, MP, governor, rais na deputy yake na mawaziri wake, sisi zote tushindane mashindano ya kutimiza ahadi ambazo tulitoa. Si kila kiongozi alitoa ahadi? Si MP alitoa ahadi? Hata MCA alitoa ahadi? Si hata governor alitoa ahadi? Na rais ametoa ahadi?
So we are here this morning to inspect. I'll come again, just to make sure that everything is okay. Itasaidia sana uchumi wa Kakamega na uchumi wa mkoa wa Magharibi, na hata sehemu zingine, sehemu hii ya kaskazini ya magharibi mwa Kenya, ikiwemo sehemu za Nyanza kule Siaya na kwingine ambapo kuna dhahabu. Kwanza kabisa tumekuwa na shida kwa sababu watu walikuwa wanatoka nje, wawekezaji wanakuja wanachukua dhahabu yetu na wanaajiri watu wetu kwenda kuchimba mashimo ambayo ni mashimo hatari. Mashimo hayo saa nyingine yanaangukia watu wetu, wanaaga dunia. Hakuna royalties kwa community, hakuna royalty kwa county government, na royalty kwa national government ni kitu kidogo, mambo ya kidogo kidogo. Wanachukua hiyo mchanga, wanaenda kurefine in other countries huko, neighboring countries or even far away. So the return that the country used to get from this very precious mineral God gave us was very small. The return to the county government, very small. The return to the local community, very small. This factory will solve that problem because it will take gold from artisanal miners. Ile watu wanachimba chimba huko, dhahabu yao itakuwa inakuja hapa, inasafishwa, inatengenezwa na alafu inauzwa ikiwa refined. Na ikiuzwa kutoka Kenya ikiwa refined, iko na bei ama dhamana ya juu zaidi, mara mingi zaidi. Vile vile nimesema ya kwamba hii factory itasaidia ku-offtake gold kutoka kwa artisanal miners, wale miners wa hapa nyumbani wa community. And we are encouraging all artisanal miners in the country to register into cooperatives so that government can support them. Government can regulate that sector, support them, ensure they are safe, they work in a good environment, and they get good returns for the work they do. Vile vile, hii factory itaongeza nafasi za kazi. Na kueleza, these are beacons of development that 2027 mukija wewe na William Ruto msimame hapa kwa rally, mtasema tumefanya hii. Alafu wananchi mtafanya namna gani? Wangapi watapigia Ruto hapa 2027? Wangapi wamefurahia Kindiki kufika hapa? Na wale wengine mnawaona kweli? Mnaona kweli? Mnasikia tu wako kule wametengeneza chama ya ukabila hii, chama ingine ya ukabila hii, chama ingine ya ukabila hii, alafu wameanza siasa mbaya, maneno ya 2007. Sisi hatutaki hiyo maneno, tunataka amani, na ile kazi yenye Kindiki anasema sisi ndio tunasupport. Ile ingine wachaneni nayo.